naitwa Filimon Johora, naishi maeneo ya Kivule, hospitali Amana Mpya, shina kwa John Feza, kwa Feza, shina la Feza. Leo Jumapili tulitoka asubuhi tukaenda ibadani. Tumefanya ibada, tumerudi mchana. Narudi mchana, tunafika nyumbani, nafika getini, tunakuta geti limefungwa kwa ndani. Tukawa na wasiwasi. Kwa nini geti limefungwa kwa ndani? Kabidi tutafuta namna kuingia ndani ili kuangalia nini kinachoendelea. Kufika ndani tukakuta mlango wa nyumba umefunguliwa, uko wazi. Tukaingia ndani tukakuta watu wamevunja mlango na wameingia ndani, wamemwaga nguo zote, vyumba vyote wamepita, wamemwaga nguo vyote. Tumesikitika kwa kweli. Kuna vijana huu mtaa wanavizia kwamba watu wakishaondoka wanavunja milango, wanaingia wameiba, na mpaka sasa hapa nyumbani tumekuta wamefanya hizo vurugu. Mpaka sasa sijajua thamani ya mali nilizopoteza. Mpaka sasa bado nafanya utafiti, mpaka amekuja hapa mwandishi wa habari. Tunajaribu kuangalia, mpaka sasa bado sijajua. Kulikuwa na kiasi cha fedha ndani, lakini nashukuru Mungu hicho hawajachukua. Hiyo hawajachukua, lakini bado naangalia mali zingine walizoiba, na bado nafuatilia kwa sababu kila sehemu nimekuta nyumba nzima vitu vyote vimemwagwa chini, wamefanya vurugu. Na hii inasikitisha kwa sababu ningeomba sana serikali yangu nzuri itusaidie. Ni kwa nini watu tunatoka nyumbani mchana, watu wanaingia mchana? Aidha mtaa wetu na matatizo, basi serikali itusaidie kama wananchi wa Kivule, kwa sababu limekuwa janga, limekuwa ni tatizo. Sisi tunaomba kwa jeshi letu la polisi, tunaomba kwa wenyekiti wetu wa serikali za mtaa wafanye namna ili tujue ni nini kinachofanya watu tunaishi kwa hofu. Kwa sababu tunatoka nyumbani mchana unakuta mazingira yameshabadilika. Kwa hiyo tunaomba sana, na hao vijana wapo na wanafanya hivyo. Sasa tunaiomba sana serikali yetu itusaidie. Hao vijana wajulikane ni wakina nani wanaokuja na wanafuatilia nyumba zetu, tukiondoka wanaingia mchana. Hii tunaweza kusema kwamba hawa ni wezi, lakini bado hatujajua ni wakina nani. Na bado hatujajua kwamba ni nani anaweza kufanya tukio hili, lakini tabia ipo na bado hatujajua ni wakina nani. Ila hawa ni wezi kwa sababu wanakuja navunja milango, wanaingia ndani, wanaiba mchana kweupe, tena mchana. Wanapanda fence, wanaingia ndani, wanavunja milango, wanafanya wanavyoyafanya. Ndugu mwandishi, mimi naona sasa hivi wezi wamebadilisha mbinu ya kuiba. Mara nyingi sana walikuwa naiba usiku, tukawa na ulinzi shirikishi eneo letu hili. Naona hiyo ulinzi shirikishi umesaidia sana, usiku umepungua kidogo, ila sasa wanaiba mchana. Wanatufuatilia watu wameondoka, wakiona umeshaondoka huku nyuma wanarudi, na wanajua kabisa mazingira ya sisi huko kwamba huyu mtu akiondoka harudi sasa. Mfano hususan Jumapili sisi watu tunatoka mapema asubuhi, tunarudi saa 8, saa 9. Kwa hiyo wanajua mbinu hii imekuwa mbinu mpya, kwa sababu usiku tunakuwa na ulinzi shirikishi, usiku umepungua, ila sasa mbinu imebadilika, wanaiba mchana. Ombi langu kwa serikali yetu, kama ingewezekana ingefanya labda itupe mbinu na sisi wananchi, kwa sababu wao ndo kila kitu tunawategemea, watupe mbinu namna, maana wezi wamebadilisha mbinu sasa. Usiku tumedhibiti kidogo kwa mtaa wetu, sasa wanafanya mchana. Kama kuna namna serikali inaweza katuelekeza au tufanye ulinzi shirikishi mpaka mchana, au kuna namna yote ya kufanya, sisi wananchi tunaweza tukafanya, kwa sababu imekuwa ni kero. Ukitoka nyumbani mchana watu wanavunja milango, wanaingia wanaiba. Sasa mimi ombi langu kwa serikali yangu, angalia namna ya kufanya, sisi watuelekeza wananchi, tutafanya. Kama ni ulinzi shirikishi mchana, watupe mbinu hiyo tufanye, kwa sababu tunaibiwa mchana sasa. Mchana peupe ndio watu wanavunja, wanaiba. Naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Kivule.
karibu na hospitali ya Amana ndogo. Hapa kwetu kumekuwa kuna matukio ya wizi nyakati za mchana. Tunakuwa tunavamiwa ndani, ukiondoka vijana wanavamia ndani, wanaiba pesa na kutoweka. Mara kadhaa imetokea namna hiyo. Mimi mwenyewe ni muhanga katika hilo jambo. Walivunja dirisha, wakaingia ndani, wakafanya fujo nyingi, lakini namshukuru Mungu. Mungu alilinda mali zangu hazikuibiwa. Wengi wanaoibiwa kwa eneo hili wanapotoka, kuna vijana ambao wanakuchukulia, wanakusindikiza. Wakisha kusindikiza unajua kabisa huyu mtu anaenda umbali mrefu. Huku nyuma wanarudi wanakuibia. Hata jirani yangu naye pia hivyo hivyo alifuatiliwa, baada ya kufuatiliwa alivyorudi nyumbani kwake akakuta ameibiwa. Nami pia kuna mtu aliniona wakati natoka, baada ya kurudi nyumbani akakuta umebomolewa, wameingia ndani, wamevuruga vitu, wakala chakula wakaondoka. Ombi langu kwa jeshi la polisi, nilikuwa naomba jeshi la polisi ambao liko eneo la Kivule watusaidie. Changamoto kama hii imekuwa tatizo mtaani kwetu. Ni mara nyingi sana tumekuwa tunavamiwa na vijana na kuibiwa ndani. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama kutakutokea ulinzi shirikishi na sisi huku watusaidie ili vitu vyetu viwe salama. Naitwa Bob Male Dem, ni mkazi wa Junifeza, Itunda Kivule. Changamoto ambayo tuko nayo kwa huku kwetu kwenye makazi yetu ni wizi, sasa hivi wizi wa mchana. Kwa sababu mara nyingi sana eneo letu linalindwa na walinzi shirikishi. Kwa hiyo unakuta ulinzi umekamilika sana mchana, usiku. Lakini kwa mchana na sana inakuwa ni siku ya Jumapili. Na Jumapili wizi unafanyika ni kwa sababu watu wengi wanatoka wanakwenda makanisani. Kwa unakuta nyumba nyingi zinakuwa zimetulia. Kwa jamani kama vile wana target nyumba ambazo wakiona kimya wanaanza kuzimendea mpaka wanajua kwamba hapa watu hamna. Umeona? Kwa ndio changamoto kubwa iko hiyo. Kwa tumekuwa tukiibiwa. Mimi ni mwanga mmoja wapo. Mimi mara nyingi sana wife unakuta alisafiri, alitoka kidogo. Wakati amesafiri ilikuwa iko peke yake. Na mimi najishughulisha na biashara zangu ndogo. Kwa nilitoka, baada ya kutoka huwa narudi usiku. Nimerudi usiku kama kwenye saa 1 nakuta mlango uko wazi. Baada ya kupenda kuangalia kuingia ndani nakuta vitu kadhaa walichukua, wakabeba TV, walibeba kwa kuna hela ndogo walibeba. TV walishindwa kuondoka nao mchana, wakaenda kuhifadhi kwenye mapagari haya ambayo unakuta ambayo watu wamejenga, wameondoka wamehifadhi pale. Kwa unakuta changamoto ni hiyo kwa wizi wa usiku ni ngumu sana. Kwa sababu ulinzi umekamilika kulikweli, lakini kwa mchana wanatumiza sana mchana kwa saizi. Kwa changamoto ni hiyo. Kwa jamaa saizi ni kama vile ni kama wanaambiana na wakianza hivyo kuiba hivyo mjomba, hiyo ni wiki nzima tunapigwa tu. Anapiga nyumba hii, toka nyumba hii siku 2 siku 3 shanga nyumba nyingine imepigwa, siku 2 siku 3 shanga nyumba nyingine imepigwa. Wakiona tayari kwamba sasa story ni hiyo kwamba ya kuibiwa sana, wanatulia. Wanaweza kapotea hata miezi miwili wakapotea. Wakitokea tena hapo tena mjomba tena akiona pametulia tena hakuna story za hapa na pale mjomba tena wanarudi tena wizi tena. Kwa kama saizi wamerudi. Lakini kuna muda walitulia kabisa. Zaidi miezi 2 3 walikuwa wametulia. Kwa wizi ulikuwa hamna. Wito tumekwenda kwetu, tumeenda kuna nini, tunapeleka taarifa polisi na polisi wanafahamu, serikali za mitaa wanafahamu, wanakuja kutusaidia huko. Lakini bado mimi nahisi hata jeshi la polisi hatupi sana ushirikiano. Yaani tunakwenda kuna nini kutoa taarifa, wanakuja site kuja kuangalia matukio yalipokuwa yametokea hayo. Lakini sisi kwamba hatuoni yani kwamba yani ni jitihada ambazo wanazitengeneza wao jitihada. Naomba jeshi la polisi tuongezee ulinzi kama itawezekana. Labda kitu ambacho ningeshauri kitu tungepata labda hata kituo cha polisi kwa maeneo ya hapa, kwa sababu vituo vya polisi viko mbali. Umeona kuna kimoja kituo cha polisi kiko nani, hata kidogo tu, cha polisi kidogo tungepata. Mimi nahisi ingesaidia pakubwa sana. Kwa sababu kituo ambacho kinachofuata kiko Mwanagati kikubwa, kingine ambacho kimefunguliwa saa hizi kiko Kitunda, kile kituo kidogo. Kuna kingine ambacho kimefunguliwa karibuni hapa kiko Misitu pale. Kwa hiyo unaona bado kwamba kituo ambacho kinachofuata kiko Misitu na huko Junifeza mpaka Msongola still bado ni mbali. Umeona? Lakini tungepata wangeliangalia sana hilo. Kutuongezea kitu kidogo tu.
maeneo ya John Fedha. Hapa sasa tuko karibu na hospitali ya wilaya hii, hospitali ya Amana ndogo ya rufaa ambayo imeshafunguliwa na inafanya kazi. Kwa hiyo unakuta population ya watu ni wengi ambao wanahamia huku. Saizi lami kama hiyo lami ishakamilika tayari, inakwenda kukamilika. Kwa unakuta population watu ni wengi ambao wanahamia humu, watu wageni ni wengi, na unajua watu wanapohamia, watu wanahamia na vitu mbalimbali ambao wanahamia. Kwa hiyo wizi unakuwa ni mwingi. Sasa watu wanakaba asubuhi saa 12, mambo yalikuwa hamna. Kwa unakuja kugundua kwamba population watu imekuwa ni kubwa.